Hii nchi inahitaji kukombolewa. Hata mimi mwenyewe naafiki kabisa ikombolewe, kwa sababu utawala uliopo ni wa kihalifu tu. Waovu wakitawala nchi huugua, na kweli nchi inaugua kwa sababu ya wewe kutawala. Nchi inaugua, hatuna hata raha, hatuna raha kabisa. Mimi msinitafute kabisa kwamba alikaa wapi akaongea kwenye mti upi, msinitafute. Mbona siku zangu zimeisha? Natafuta laana nyingine ya bure sio na sababu yoyote. Kwani na miaka mingapi ya kuishi hapa? Wala msipitie hilo kutafuta kuniua kisa nimeongea, kisa amesema kwamba hana muda mrefu wa kuishi. Niacheni. Hata kama nikifikisha miaka 150 niacheni, ndio mradi haitakuwa ni miaka ya kuandamana barabarani. Mtasema bibi anachochea. Mimi siwezi kuchochea. Kwa nguvu zipi nichochee? Samia ameharibu sana nchi hii, ameharibu. Huyo alipokwisha kuwachokoza wananchi akajifanya kuwaita wazee wa Dar es Salaam. Kama wazee ndio wale waliokuwa na kupigia makofi kwenye ule ukumbi, mimi sitamani kuwa mzee wa jinsi hiyo. Yaani kila kitu unachosema ni makofi tunapigiwa. Upumbavu aseme ni makofi tu yanapigwa. Niliona wachache sana, mmoja au wawili au watatu niliowaona ambao ndio hawakupiga makofi, kuonyesha kwamba hawakutaka kabisa kile kitu. Sikuona wa nyuma, kwa sababu huwezi ukaona kila kitu kwa sababu unaona kwenye mtandao. Lakini huyo ndio mwenye kuchonganisha wananchi, na huyo ndio mwenye kutoa amri kusema wananchi wanaleta vurugu, lakini yeye ndio mvurugaji mkubwa wa kwanza kabisa kuvuruga nchi hii. Samia ndio mvurugaji mkubwa. Akishamaliza kuvuruga sasa anaingiza polisi, anaingiza jeshi, atawaita wazee. Ni kama anashika huku na huku kuwagonganisha vichwa, na sisi tusivyo na ufahamu tunaona tu kwamba rais ameongea. Swala sio kuangalia kama rais ameongea, swala ni kuangalia ameongea nini na anafanya nini. Hilo ndio la muhimu. Anafanya nini na anaongea nini? Lakini anatuvuruga tu. Yaani tusipoangalia kweli, nchi hii inahitaji ukombozi, inahitaji kabisa ukombozi, kwa sababu kama tukiendelea tunazidi kuona watu wanavyokufa. Watu wamekufa, hakuna chochote kinachoeleweka. Naona kwamba nguvu aliyotumia ni sawa kama alivyokuwa akiwaambia wazee wa Dar es Salaam kwamba kwa nini hamkuwazuia watoto wenu? Unafikiri watoto wameshakuwa wakubwa, wako kwenye majumba yao, utatoka huko kwenda kumwambia mtoto wako kwenye mji wake kwamba usiende kuingia kwenye maandamano, wakati ndio watawala wa kesho? Au nafikiri Samia atakaa milele? Hapo alipo tu ameshakuwa mzee, ana wajukuu huyo, lakini utakuta hata haandai nchi. Yeye anachoona kwamba ni pesa basi. Rais huyo ndio aliyewaambia mawaziri wake kwamba kuleni kidogo kidogo, mle sawa sana urefu wa kamba zenu. Ndio utawala huo, msile mpaka mkavimbiwa. Yaani ndio namna ya kutawala huko. Lakini tulimuona Magufuli bwana. Mimi nilimpenda Magufuli sana. Kama mtu atakereka akataka kuniondoa uhai wangu kisa namsifia Magufuli, niacheni tu, kwani mbona umri wenyewe umekwisha? Wala msitafute kuniua saizi. Muda wenyewe wa kuishi umeshafika. Kwani nitakaa miaka mingapi kutoka hapa nilipo mnavyoona nyinyi? Nitakaa miaka mingapi? Lakini nawazungumzia hata kama sio mimi mwenyewe. Hii nchi na watu wasiojua mkono wa kuume wala wa kushoto. Wengine wako kwenye migongo ya mama zao, hawajui hata wakitoka hapo ukiwateremsha hao watoto ukawaambia nendeni nyumbani, wataenda kufanya nini? Hata ungewaachia magunia ya vyakula hapo nyumbani, hawawezi kujipikia kwa sababu hawawezi kujipikia. Wanahitaji mama zao ndio wawapikie, wanahitaji mama zao ndio wawabebe, wanahitaji baba zao ndio wakatafute chakula walete nyumbani wao wapate kula. Hao ndio tunaowazungumzia, wala sio kwamba sisi tuna maisha ya kufurahia hapa duniani. Mimi sioni hata maisha. Naona sioni chochote katika dunia hii. Lakini nitafurahi sana nikiona mwenye haki akitawala, kwamba hata vizazi vinavyokuja vitafurahi.